bado na kuamini. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa neema yako na ya tofauti juu ya maisha yangu. Ninakushukuru kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwangu. Ninakushukuru kwa kuwa umekuwa ni kiongozi kwangu. Ninakushukuru kwa kuwa umekuwa ni mwaminifu kwenye kila jambo ambalo kwalo nikikuomba wewe huwa unanisikia na kunijibu. Mungu wangu mwenye nguvu na rehema, leo nasimama mbele yako nikiwa na moyo wa unyenyekevu na shukrani. Nimepitia changamoto nyingi, maumivu mengi na wakati hata wa kusubiri. Lakini bado ninakuamini. Nakuamini hata kwa machozi yanaponitoka, nakuamini hata milango inapofungwa mbele yangu, nakuamini hata watu wanaponikataa na kuniacha, kwa sababu unajua wewe hubadiliki kamwe. Bwana, nipe nguvu mpya. Huenda nimechoka rohoni, lakini naomba unirudishie moyo wa maombi, moto wa maombi. Ondoa hofu, mashaka na kukata tamaa ndani yangu. Nijaze imani ya kusonga mbele tena. Ninaamini kwamba muda wangu wa ushindi unakuja. Ninaamini kuna mlango utafunguka. Ninaamini kuna uponyaji. Ninaamini kuna amani. Ninaamini kuna kuinuliwa mbele yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mpango wa adui dhidi yangu, maisha yangu, uvunjike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Hautafanyika wala hautakuwa. Bwana, unifundishe kukungoja bila kulalamika. Nifundishe kukuabudu hata katikati ya vita, maana wewe ni Mungu wangu mwaminifu. Hata wakiniacha, hata tutawaacha watakao kutumainia wewe. Mungu wa mbinguni, umesema hautamwacha mtu atakaye kutumainia. Leo nasema kwa moyo wote, bado ninakuamini Bwana. Hata nisipoona njia, wewe ni njia. Hata nisipoona mwanga, wewe ni nuru yangu. Bado ninakuamini Jehova. Ninakuamini hata kwenye magumu. Ninakuamini hata adui anapokuwa anakuja kuniwinda. Mimi ninakuamini kwa sababu ninaamini wewe ndiye mwenye kunivusha. Uliniumba kwa maana kubwa. Uliniumba kwa kusudi maalum. Uliniumba kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wangu wa mbinguni, ninakuja mbele zako, ninaomba uongeze imani yangu. Kaikuze imani yangu kuwa kubwa zaidi katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema katika Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa watu tumaini siku zetu za mwisho. Biblia inasema katika Yeremia 29:11, Bwana, hata katikati ya changamoto zangu bado ninakuamini, kwa maana umeniahidi ya kwamba hutaniacha, wewe hutanipungukia. Neno lako linasema wamtumainio Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai. Isaya 40:31. Baba, umesema wamtumainio Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Baba, ninaomba leo, naomba unipe nguvu mpya. Pale ninapochoka niinue tena, pale moyo wangu unapovunjika nifanye imara kwa roho yako, kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana Mungu wa mbinguni, ninaamini ahadi yako inayosema silaha yoyote itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Silaha yoyote ya uharibifu itakayofanyika kinyume nasi haitofanikiwa. Katika Isaya 54:17, kila uovu utakaofanyika juu ya maisha yangu, kila laana zilizotamkwa juu ya maisha yangu hazitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Yamkini walinena mabaya kwenye madhabahu, yamkini walisema vitu vibaya vya hatarishi kwenye maisha katika roho yangu, ya kwamba sitafanikiwa, sitafika mbali, sitafika katika viwango vikubwa. Ninakuamini ya kwamba uliyeniambia kwenye neno lako ya kwamba kila silaha itakayofanyika kinyume nanyi haitofanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo katika jina la Yesu Kristo, kila nguvu ya giza, kila mipango ya adui, kila roho ya kukata tamaa au kucheleweshwa ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, neno lako linasema nami ninajua kuwa mkombozi wangu yu hai. Ayubu 19:25.
Ndio maana bado ninakuamini hata nisipoona majibu mara moja. Naamini uko kazini kwa ajili yangu. Naamini kuna ushuhuda unakuja. Naamini kuna mlango unafunguliwa. Naamini Bwana utaniongeza, utaniwezesha Bwana. Nijaze imani yako kama ulivyosema. Msisumbuke kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu, katika Wafilipi 4:6. Mungu wa mbinguni, tunakuomba utusaidie, utuwezeshe Bwana. Mwambie Mungu akuwezeshe, mwambie Mungu akuinue, mwambie Mungu akupe mwisho mwema, mwambie Mungu akuongoze kwenye kila magumu, kwenye kila changamoto, kwenye kila shida, kwenye kila mateso, kwenye kila njia ambayo unaiona wewe kwao imekuwa ni changamoto. Mwambie Mungu kwamba bado ninakuamini, bado ninakuamini hata nitakapopita kwenye mateso, hata nitakapopita kwenye laana, hata nitakapopita kwenye tabu, bado ninakuamini. Mwambie Mungu, usikate tamaa, usiache kuomba. Omba, mwambie Mungu, Bwana, bado ninakuamini. Wewe uliyeniumba ulimwenguni hapa, bado ninakuamini ya kwamba utaniwezesha tu, na safari ya maisha yangu utaimarisha tu. Bado ninakuamini. Mwambie Mungu, bado ninakuamini. Yamkini umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu, umekuwa na changamoto ya kuumwa uvimbe, umekuwa na changamoto ya kutopata usingizi, umekuwa na changamoto ya kutoona, umekuwa na changamoto ya kushika vitu, mikono yako imekuwa ni kama inapata ganzi, inashindwa kushika vitu, ni kama vile unataka kupooza. Umepata taarifa kwa madaktari ya kwamba unataka kuumia, unataka kuugua. Neno la Mungu linasema wamngojeo Bwana watakuwa na afya njema katika jina la Yesu Kristo. Yamkini umekuwa unateseka kwa muda mrefu katika magonjwa, umeshindwa hata kuweza kuinuka na kusema Bwana uko wapi? Ninakupa neno hili leo uende nalo, ya kwamba Mungu bado yuko kazini kukutetea, ya kwamba Mungu yuko kazini kukuinua, ya kwamba Mungu yupo kukuonekania, ya kwamba Mungu atakugusa hitaji la moyo wako, ya kwamba Mungu anaenda kufanya kazi pamoja na wewe, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba. Nisikilize mtumishi wa Mungu, katika uumbaji wa Mungu pale katika bustani ya Edeni, kumbuka Mungu aliumba siku 5 zote. Alitumia kuiumba mbingu, kuiumba nchi, kuumba kila kitu ambacho alikifanya maandalizi kwa ajili ya mwanadamu. Hayo maandalizi aliyafanya ili mwanadamu anapokuja akute vitu tayari vimeandaliwa na Mungu. Hivyo vitu vyote viliandaliwa kwa ajili yako wewe, hata kama kuna kuwepo na magumu kiasi gani, yeye amesema atakufanikisha, atakuwezesha. Biblia inasema katika neno lake kwamba wale wamtumainio Bwana hawatatahayarika. Nami ninakunenea na kutamkia neno kwamba ya kwamba ukimgoja Bwana, ukimtumainia Bwana hautatahayarika tena katika jina la Yesu Kristo. Umesema, Jehova amesema kwenye neno lake kwamba kila silaha itakayofanyika kinyume nanyi haitofanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Ninakutamkia ya kwamba waliotamka mabaya juu yako, walionena mabaya juu yako, waliosema ya kwamba hautafika mbali, waliokutamkia kwamba hautapata mtoto, waliosema ya kwamba hautofunga ndoa, waliosema kwamba hautajenga, hautafanikiwa, mimi ninakutamkia neno ya kwamba kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Maadamu ulimkiri Yesu Kristo na kufanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakutamkia ya kwamba hakuna silaha yoyote itakayofanyika kinyume na wewe ikafanikiwa. Kila ulimi uliotamka mabaya juu yako hautafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Uovu wote uliotamkwa juu yako, kila nguvu iliyotamkwa juu yako, nguvu ya uharibifu, yamkini walienda kwenye madhabahu za kishirikina, walienda kwenye madhabahu za kiganga, walienda kwenye madhabahu, walikamata jina lako, walikamata nguo yako ya ndani, walikamata majina ukayaandika kwenye karatasi zao. Ninaita damu ya Yesu wakati huu itakase, Jehova, itakase majina yako. Yalitamkwa majina hayo kwenye madhabahu zao, walitoa kafara ili ya kwamba wewe udhurike, walitoa kafara ili ya kwamba wewe usifanikiwe, walitoa kafara ili ya kwamba wewe usifike viwango vyako vya juu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anasema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa kwa jina la Yesu Kristo, na mizigo iliyowekwa mabegani itaondolewa kwa sababu ya kutiwa
mafuta, itaondolewa kwa sababu ya anointing, itaondolewa kwa sababu ya upako, itaondolewa kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko kazini kuiondoa nira hiyo iliyokuwa imekaa kwenye mabega yako, imekuwa ikikutesa kwa muda mrefu. Umekuwa ukihangaika kwenda kwa waganga kupata msaada, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu kwenda kupata msaada, lakini msaada huo umekuwa hupati. Lakini leo ninakutangazia habari njema ya kwamba Yesu Kristo yuko kazini kukuponya. Anasema Roho wa Bwana aliye amenituma kuwatangazia wagonjwa kupata kupona, amenituma kuwatangazia waliofungwa kupata uhuru wao tena. Nami ninakutangazia ushindi wa kwamba Roho Mtakatifu Yesu yuko kazini kukupatia afya, kukupatia uzima katika jina la Yesu Kristo. Usiache kuomba, omba. Mwambie Mungu haja ya moyo wako. Mwambie Mungu, bado ninakuamini hata katika magumu, hata katika mateso, bado nakuamini. Mungu yupo kazini kukusaidia. Omba, mwambie Mungu, usiache kuomba. Tangaza kwa ujasiri ya kwamba bado ninakuamini, hata nikipita kwenye magumu, bado ninakuamini. Hata nikisemwa kiasi gani ya kwamba nimekuwa najaza choo, nimekuwa siwezi kupata mtoto, nimekuwa siwezi kuinuka, nimekuwa siwezi kuendelea, bado ninakuamini. Umekuwa ukianza biashara lakini haifiki, haionyeshi mafanikio, haionyeshi jitihada zozote. Umekuwa ukikata tamaa, watu wamekuwa wakikusema kwamba huyo chochote kile anachokianzisha huwa hakifanikiwi, chochote anachokianzisha huwa hakikui. Mimi ninakutangazia ya kwamba Mungu yuko kazini kukusaidia, Mungu yuko kazini kukutetea. Anasema kabla ya misingi ya dunia kuumbwa alikujua, kabla ya kutoka katika tumbo la mama yako alikutakasa. Hivyo Mungu anakujua, bado anakujua kabla hata ya wewe kuumbwa. Tazama, utaona katika kitabu kile cha Mwanzo, Mungu anamuumba mwanadamu, anamuumba katika hali ya kutamka ya kwamba aumbwe mwanadamu. Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Anamuumba katika hali hiyo, lakini alimuumba katika kutamka. Na ndipo katika siku yenyewe iliyofika ya kumtengeneza, akachukua udongo katika ardhi, akaumba mfano wa mwanadamu, akamuumba katika udongo, katika mavumbi, akamuumba mwanadamu. Na ndio mwanadamu akapuliziwa pumzi iliyo hai, mwanadamu akawa pumzi iliyo hai. Nami ninakutamkia na kuachilia pumzi iliyo hai, ukawe hai juu ya matunda yako, ukawe hai juu ya tumbo lako, ukawe hai juu ya maisha yako, ukawe hai juu ya uchumi wako, ukawe hai katika jina la Yesu Kristo. Usiache kuomba, mwambie Mungu, endelea kuomba. Usikate tamaa, endelea kuomba. Mwambie Mungu, bado ninakuamini. Katika jina la Yesu, bado ninakuamini. Jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Usiache kuomba, endelea kuomba, usiache kuomba katika jina la Yesu. Usiache kuomba. Kuna wakati unafika unajihukumu mwenyewe, unatamani kuomba lakini huwezi kuomba. Mwambie Mungu akupe nguvu ya kuomba. Wanadamu tunakutana na changamoto nyingi, tunakutana na mambo mengi, tunashindwa. Kuna wakati roho inachoka. Usiache kuomba.
Umekuwa ukitafuta kazi kwa muda mrefu, unatafuta kazi, unatamani kufanya kazi upate hata mahitaji yako, lakini umekosa, huwezi tena, unakataliwa. Kila unapoenda kuomba kazi upate kazi, wanakukataa. Mwambie Mungu, bado nakuamini. Mwambie Mungu, bado nakuamini. Mwambie Mungu, bado nakuamini. Hata nikipita kwenye changamoto za aina gani, mtumainie Bwana. Mtumainie Bwana. Kumbuka Ayubu alikutana na majaribu, alikutana na mateso, alikutana na dhiki, alikutana na vifo vya watoto wake. Jaribu kufikiria imani iliyokuwepo kwa Ayubu. Fikiria watoto wake wameondoka, wamekufa. Fikiria magonjwa yalikuwa yanamsonga. Fikiria mpaka kuna wakati mke wa Ayubu anasema mkufuru Mungu ufe, lakini Ayubu akasema bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu ana jambo jipya juu ya maisha yako. Mungu ana jambo jipya juu ya maisha yako. Usikate tamaa, usikate tamaa. Yeye aliyeanzisha safari ya maisha yako ndiye atakayeimaliza. Ikiwa nasema kabla ya misingi ya dunia kuumbwa alikujua. Fikiria kabla ya kujaingia kwenye tumbo la mama yako. Fikiria kabla hujatengenezwa katika uhalisia, yeye alijua kwamba utakuwepo. Usiache kuomba, usikate tamaa. Fikiria tu kwamba kwa nini mpaka sasa hivi bado upo hai. Fikiria kwa nini umevuka zile ajali, kwa nini umevuka yale mateso. Kuna wakati ulitamani kujiua, kuna wakati ulitamani kupotea, kutoweka tu kwa sababu ya maumivu na mateso. Unataka kuolewa, unataka kuoa, lakini umekuwa ukiwapeleka wachumba nyumbani mara kwa mara. Ikifika wakati wa kutoa mahali wanaondoka au waoni tena. Ninakupa taarifa njema, nakupa habari njema ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Usizitegemee akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, atanyosha mapito yako. Mkiri yeye tu, mkiri yeye, mkiri yeye, mkiri yeye. Usizitegemee akili zako. Usizitegemee akili zako, mtu wa Mungu. Usizitegemee akili zako. Mwambie Mungu, bado nakuamini, bado nakuamini. Usiache kuomba, omba, omba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 5,
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Naye atanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana, mtumaini Bwana. Mwambie bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini. Umepeleka mgonjwa hospitalini na umekata tamaa, unaona kabisa ni kama hali ni mbaya, ni kama huyu mtu hawezi akapona. Yamkini umepewa taarifa na madaktari ya kwamba tuhesabu siku. Simama kwa ajili ya niaba ya huyo mgonjwa. Mgonjwa anaweza akawa hawezi kutamka, hawezi kusema. Ninainua imani yako wewe unayenisikiliza sasa. Ninainua imani yako, ninainua imani yako. Mtumaini Bwana, mtumaini Bwana, mtumaini Bwana. Hata ukipita kwenye changamoto gani, mtumaini Bwana. Mwambie Mungu, bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini. Sijafika pointi ya kukata tamaa, bado nakuamini. Sijafika pointi ya kujiua, bado ninakuamini. Kuna wakati mimi niliwahi kupita changamoto ngumu, nilitamani nife, lakini Mungu aliingilia kati. Mungu akaniokoa. Kuna wakati nilikuwa naona giza nene mbele yangu. Kuna wakati nilikuwa siwezi, ndipo nikapata neno hili ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Hata unaona giza nene mbele yako, mwambie Mungu, bado ninakuamini. Mwambie Mungu, bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini. Ratu shata ya kaziketeria kadashana manaka toseketia lipa dadaliga kadula mashaka toseketia katashatata rapatosika ya hadonia makashatata rapatosika ya katasheketia lipa ya kaza katoja ya kanota tari ya badosa kaya kadasa sheria kadosa ya kataka ya kadose keti rabadaka ya kaharaboshetekiata katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mtu akinipenda atanitumikia. Mimi na Baba yangu tutakuja kufanya makao ndani yake. Mtu wa Mungu, mpende Mungu, mpende Mungu. Mwambie Mungu, bado nakuamini, bado nakuamini, bado nakuamini. Mwambie Mungu, mwambie Mungu. Usiache kuomba,
Usiache kuomba. Yesu bado anatuwazia mema, bado anatuwazia mema. Bado anatuwazia mema. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ujue Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Wewe unayenisikiliza, pata muda, tulia, tafakari neno la Mungu. Mwambie Mungu, bado ninakuamini. Haujafika pointi ya kukata tamaa. Haujafika pointi ya kujuta. Haujafika pointi ya kujiua. Haujafika pointi ya kunywa pombe kiasi hicho. Haijafika pointi ya kuvuta sigara, bangi kiasi hicho. Usijikatie tamaa. Mwambie Mungu, bado ninakuamini. Uliyeianzisha safari yangu ndiye utakayeimaliza. Ukimwangalia yule mama aliyetokwa damu miaka 12, fikiria ni kwa kiasi gani alikuwa na maumivu. Fikiria ni kwa namna gani alikuwa analia, anateseka. Fikiria mambo waliokuwa wakimsema watu waliokuwa wakimwona. Fikiria dhihaka alizokuwa anazipata. Lakini angalia alivyojisemea moyoni mwake. Akasema, nitaenda kushika vazi na nina uhakika nitapona. Alibaki akimgoja Bwana, aliamini. Bado nakuamini. Ombi lako leo liwe ni hilo. Mwambie Mungu, bado ninakuamini. Naiona nguvu ya Mungu ikikufikia wewe unayenisikiliza. Nazungumza na mtu sasa hivi amepeleka ndugu yake kwa mganga wa kienyeji na hana tumaini tena. Anajaribu kila mahali kuona kama mgonjwa wake atapona. Amekata tamaa. Ninakupa neno hili siku ya leo kwamba Mungu anamponya mgonjwa huyo kwa jina la Yesu. Ombi lako liwe ni moja tu, kumwambia Mungu, bado ninakuamini. Bado ninakuamini. Fikiria kama ameweza kukutoa kwenye tumbo la mama, umekuwa mpaka umefikisha hiyo miaka. Hivi atashindwaje kuponya ugonjwa? Atashindwaje?
Biblia inasema katika Warumi sura ya 8 mstari wa 11, na ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua katika Kristo Yesu, aliyemfufua katika wafu huisha miili yenu iliyokuwa katika hali ya kufa, kwa roho wake anakaa ndani yenu. Kama Yesu Kristo alifufuliwa na Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, ambaye Biblia inasema huiwisha miili iliyokuwa katika hali ya kufa, kwa Roho wake Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ninatamka uzima, ninatamka ukombozi, ninatamka kuinuliwa, ninatamka ushindi katika jina la Yesu Kristo. Sema na mimi maneno haya. Baba wa mbinguni, asante kwa kunisikia leo. Ninaamini umejibu maombi yangu, nami ninaamini kuna mabadiliko yanaanza sasa. Neno lako linasema, kwa maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Mwambie Mungu, kwa hiyo sitaongozwa kwa hali ya kuona, bali ninaamini ahadi zako. Leo natangaza mimi ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Sitashindwa katika jina la Yesu. Sitavunjika moyo katika jina la Yesu. Mungu yuko pamoja nami kwa jina la Yesu. Baraka za Mungu zitanifuata siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Nitaendelea kukuamini hata katikati ya vita. Asante kwa ushindi. Asante kwa amani. Asante kwa nguvu mpya. Katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana.